Ya habari, maisha ni nyumba. Leo ningependa kuzungumzia kitu kimoja ambacho kina kosti sana matajiri wengi ambao nakutana nao kwenye kazi, kinakuwa kina kosti sana. Najua tunakuwa kama unapiga story, lakini ukichukua kwenye hizo story zangu na kitu ambacho nakuwa nakushauri kila siku. Leo ningezungumzia kitu kimoja ambacho ningependa kukwambia. Unapofanya ujenzi au unapoenda kudiskasi tajiri, unapodiskasi na fundi kuhusu ujenzi, usiangalie tu fundi huyu kanipa bei ndogo kuliko fundi yule. Angalia fundi huyu anafanya kazi gani, fundi huyu kafanya kazi moja mbili tatu, zina quality gani. Hicho kitu ni cha kuzingatia sana, kwa sababu tunaamini mafundi wengi sometimes wanapewa tu na ndugu, bwana fundi huyu alinifanyia kazi, fundi huyu alinifanyia kazi. Ogopa sana wa mafundi, kwa sababu unakuwa hujui wewe kazi zake, ile umeaminishwa na mtu fundi huyu mzuri. Ila muda mwingine jiridhishe kwanza, fundi huyu nimemfuatilia, nimechukua namba yake hapa, maybe leo napita site zake, bwana anafanya kazi ni yeye anafanya kwa ubora gani, kwa quality gani. Kwa hiyo tusikurupuke tu nampa tu fundi kazi, mwisho wa siku kazi anakufanyia na kuharibia. Jaribu kuangalia platform yake ya kazi zake anazozifanya. Je, anamalizana vipi na wateja wake, kazi zinaisha. Lakini sio unachukua fundi, kumbe ile fundi kila akifanya kazi akishachukua advance ya kazi ni ugomvi, mnagombana na kazi haiendi. Hicho kitu cha kuangalia sana, kinaturudisha nyuma matajiri, kwa sababu muda mwingine unaamini bwana nikimpa fundi milioni zangu 2 anifanyie kitu fulani atafanya. Lakini fundi anafanya kazi siku 2 3, akipata simu sehemu nyingine anakimbia. Kwa hiyo tuangalie sana. Yaani tunasema sometimes kuna fundi afu kuna vishoka. Sasa tuangalie usikutane na kishoka. Angalia usikutane na kishoka. Tafuta fundi ambaye kanyooka. Unajua fundi huyu anajitambua nini anachofanya, fundi huyu kazi zake ziko hivi. Tuepuke vishoka. Na vishoka tunapata ni wale kutaka cheap price. Unajua unapoenda kusema cheap price siku zote na cost. Mtu anaweza kuambia fundi huyu kamba kwambia bwana mimi kazi yako yote mpaka inakamilika naifanya kwa milioni 4. Fundi mwingine akaja kwambia bwana kazi mpaka inakamilika mimi nitafanya kwa milioni labda let's say milioni 1.5. Kwa hiyo unaona yule alinipiga milioni 4 au 1.5, lakini kumbe hujui yule anachukua 1.5 kwa kipindi hicho ana njaa. Anafanya kazi yake, kiona hatua yake imeisha, anakimbia. Lakini kumbe ile kazi almost ilikuwa na cost milioni 4. Kwa hiyo unajikuta baadaye unaingia hasara, inabidi leo utafute fundi mwingine mkae chini mkubaliane, anakurudisha tena kwenye milioni 4. Kwa hiyo unajikuta kwako wewe inakuwa ni hasara mara mbili, kwa sababu utashamlipa mtu milioni 1.5 na huku unamlipa mtu hela nyingine. Kwa hiyo ni kitu cha kuangalia sana. Kama client na ushauri, ogopa sana mafundi wa bei rahisi. Ogopa sana. Kwa hiyo fundi ni lazima muangalie quality yake, uwezo wake na speed yake ya kazi na anafanya kazi kwa muda gani. Ni kitu cha kujicheck sana kabla ya kubaya kazi. Kabla ya kuanza negotiation yoyote, angalia kwanza hiyo vitu ndio ukubali kumpa mtu kazi. Na ushauri tunaendelea kukupa tips. Maisha ni nyumba kwa ujenzi bora na kisasa. Karibu tukuhudumie kwa ramani, kwa ushauri, kwa ujenzi. Tukabidhi funguo, wasiliana nasi. Maisha ni nyumba kwa ujenzi bora na kisasa zaidi. Karibu Mwide Construction. Tumalize mambo yote haya. Na tunaanza na kudesign, tunakujengea na Mwide Construction. Tukimaliza hapo, tunakabidhi funguo yako. Bei ni rahisi sana. Tupigie namba zetu 0653359021 au tufuate kwenye page zetu za Instagram, YouTube na TikTok, yani social media zote. Search Maisha ni Nyumba 21. Utatupata page zote unazojua tupo, au andika Mwide Construction TZ. Tunapatikana kwa page hizo. Karibu sana. Maisha ni Nyumba kwa ujenzi bora wa kisasa kwa kushirikiana na Mwide Construction Buildings TZ.